Mtangazaji Juma Lokole yuko katika aibu kubwa sana baada ya chati zake na mwanaume mwenzake kwa maana ya Sotbega kuweza kuvuja. Chati hizi zinaonyesha kwamba Juma Lokole alikuwa anamtaka Sotbega aweze kumkaza kwa mujibu wa vile ambavyo chati zinaonyesha, lakini Sotbega alionyesha kusimamia msimamo wake kwa kuweza kumzingua Juma Lokole pamoja na kuandika makala ndefu sana kuhusiana na kile ambacho wengi tulikuwa tukijui kati yake pamoja na Juma Lokole. Acha mimi nikusomee hapa kile ambacho Sotbega ameweza kushare ikiwemo hizo chats, alafu mbele yake akaandika waraka mrefu sana ambao bila shaka utakushangaza. Kumbe Juma na yeye yupo na mambo kama haya. Wengi tulikuwa tunasikia tu kwamba Juma ni mtu ambaye anapenda mambo ya wanaume kwa wanaume, lakini hatukuwa na uhakika juu ya kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa. Lakini kwa hiki ambacho ameweza kukiandika Sotbega, basi ni dhahiri kabisa kwamba kuna ukweli ndani yake ambao tulikuwa hatujui kuhusiana na Juma Lokole. So join na mimi mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapata kufahamu yale yote ambayo kuanzia chats jinsi zinavyoonyesha mpaka kile ambacho ameweza kukisema Sotbega. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Nachokuomba tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, utakuwa umetisha kinyamwezi sana. Sasa kwa mujibu wa kile ambacho ameweza kushare Sotbega, kwanza kabisa ameanza kushare hizi chats ambapo inaonekana Sotbega alikuwa ameposti story, alafu Juma akaja kujibu akasema sasa bega wangu, alafu Mwamba akaja kujibu akasema niambie. Juma anasema kwamba unaenda Dodoma. Sotbega anasema kwamba ndio. Juma akasema kwamba basi tukutane Dodoma. Alafu Sotbega akaja kujibu na kuuliza kuna nini mzee? Juma anakuja kujibu hapa na kusema kwamba wewe naye mtu akikumisi mnaonana, unajua kuna jambo. Sotbega akaacha hapo hivyo, hakumjibu chochote. Alikuja akaposti story hapa ambayo hiyo story anasema kwamba watakaoshona suti kwa Sotbega wote watapiga picha, wote watapiga picha bure kwa mpiga picha wetu na mpiga picha wetu pamoja na video bure. Aliandika hivyo. Ilikuwa ni story ambayo Sotbega aliweza kuishare. Juma Lokole akaja kusema kureply pale chini akasema kwamba mimi unitaki. Alafu Sotbega akaja kaandika bonge, akaishia tu hivyo. Juma akaja kaendelea kusema kwamba akacheka, alafu akaja akasema mpuuzi wewe. Sotbega alikuja akaposti story nyingine tena. Alikuwa hii picha ilikuwa inaonekana alikuwa na mwanamke. Juma akaja aka reply pale akasema hey, alafu akaweka na emoji za kulia za kucheka. Then chini yake tena akaja kaandika akasema suti nataka ndio. Alafu Sotbega akaja kajibu akasema vitako vyako. Juma Lokole akasema vitram na vilaini. Alafu baadaye akaweka emoji kama za kukimbia. Hapa chini inaonekana ni story tena ya Sotbega akiwa na mwanamke ambaye inaonekana yeye alimkaushia baada ya Juma Lokole kufanya vile. Baada hapo inakuja kuonekana kuna chats hapo juu zilionekana, lakini hapa chini Sotbega alisema mimi B. Alafu Juma Lokole akasema kuna lolote bendera. Akaweka emoji za kucheka mwenyewe Juma, alafu akisema akirudi kwa A utasema A. Alafu Sotbega akasema A tabia mbaya. Chini yake hapa kuna story tena ya Sotbega, alafu chats nyingine zikaendelea kwa chini. So Sotbega baada ya hicho amekuja kuweka waraka mzito juu ya kile ambacho kilitokea kati ya yeye pamoja na Juma Lokole na kutuelezea jinsi ambavyo hali ilivyo, mambo ambayo wengi walikuwa hawajui. Sasa kaamua kuweka ukweli. I don't know kuna kipi ambacho kimeweza kutokea, lakini ngoja mimi nikusomee hapa ili uweze kuelewa. Ameandika hivi: nimekaa kimya kwa muda mrefu sana, sio kwa sababu sikuwa na cha kusema, bali kwa sababu nilichagua amani badala ya malumbano. Nilikataa kubishana, nikakataa kuingizwa kwenye vijembe ambavyo havina tija. Lakini leo naona ni wakati wa kusema machache kwa upole lakini kwa msimamo. Kuna mtu mmoja anaitwa Kaka J aliyetaka nimkaze kipindi ambacho nilikuwa na yule anayejifanya shoga yake. Nilichagua kumpuuza, na hapo ndipo ambapo mambo mengi yalianza kubadilika. Unashangaa mbona anaumia sana juu ya mimi kuachana, kumbe roho inamuuma mtoto anautaka. Akaweka emoji ya tango na akasema na zile video zako za kalio chafu, kisha akaweka emoji ya kucheka. Sotbega anaendelea kwa kusema mimi ni mtu wa msimamo wangu, ni jeshi la mtu mmoja. Nimejifunza kutegemea nguvu zangu na siogopi kuanza sifuri. Nikitamani jambo nalifanikisha kwa wakati ninaotaka mwenyewe na kwa uwezo wa Mungu.
na ukubali sana ukweli wa maisha yangu. Sina mali, sina vitu vya kuonyesha, lakini nina utu na moyo safi na sina shobo za kijinga. Huu ndio umaskini wangu na siwezi kuuficha. Jamaa anaendelea kwa kusema, na ndio maana najiuliza, kwani kuna ulazima wa kuwa maadui kila mnapoachana? Mimi na baadhi ya waliowahi kuwa max wangu hatujawahi kuwa maadui, badala yake tunaendelea kuongea na kuheshimiana kwa sababu najua maisha ya mwanadamu ni safari fupi sana. Soultbeggar anaendelea hapa kwa kusema kwamba nimejifunza kubakiza hadhina ya maneno, lakini safari hii nashangaa watu hawawezi kufanya jambo bila kumzungumzia Soultbeggar ambaye hana muda na tayari ana mahusiano yake. Nilishaamua kutazama mema ya mtu, na ndio maana sijaongea mabaya wala kumpiga vijembe, na mheshimu yeye pamoja na familia yake. Kuhusu biashara ya aliyekuwa mama mkwe wangu, leo sitazungumza sana. Nitakaa kimya kwa sababu najua mwisho wa siku mitandao haitatupa suluhu. Inaweza hata kuleta shida kwenye biashara yao. Ukweli upo, faida zake nazijua, na hali yake kifedha inatosha kusema yote kwa leo. Kuna siku nitakuja kueleza kwa kina, sio kwa chuki, bali kwa kuweka rekodi sawa. Kwa sasa naendelea kutazama mbele na kujijenga kwa utulivu. Maisha hayampimi mtu kwa kelele, bali kwa uthabiti wake wakati wa ukimya. Nitakuja tena soon, kwa amani na sio kwa kelele. Wapenda makiki za kijinga badala ya kufanya kazi. Akaishia hapo Soultbeggar. So ni ujumbe mzito ambao mwanzoni hizo chats ambazo wameweza kuvujisha, inaonekana kuna kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ambacho ni chuki, tunaweza kusema hivyo, kwamba Juma anaumia Soultbeggar kuweza kuachana na huyo aliyekuaga shoga yake. I don't know ni nani. Na kwa wale ambao hamjui Soultbeggar ni yule nasema manager wa msanii Benson, kama mtakuwa mnamfahamu, na ndiye mtu ambaye amemsimamia sana Benson katika hili. Na ni mtu mkubwa, of course, biashara zake ni kuuza suit na vitu kama hivyo. So inaonekana Juma alikuwa anataka huyu mwamba aweze kumpa kitu katika vile vitu vyao ambavyo wanapendaga wao wenyewe. So hii imefungua ukweli na aibu kubwa sana kwa Juma, kitu ambacho kimefanya naumia sana kwamba kwa nini siri zake zimekaa wazi. Kwa nini jamaa kaamua kuniweka wazi? Na hii ni kutokana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi, Juma kumsema Soultbeggar na vitu kama hivyo. So comment yako ni ipi kuhusiana na hiki? Najua huko Juma atakuwa naibu kinoma noma kwa sababu yeye anapenda kuwaibisha watu, lakini yeye huaga hapendi kuaibika. Tuambie kwenye comment section, unadhani ulikuwa unafahamu kuhusiana na hiki ambacho Juma amekuwa kikifanya, kwamba yeye kumbe ni wale jamaa ambao wanapenda wanaume wenzao? Tuambie kwenye comment section, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates mbalimbali.